miezi miwili. Kwa teka kule. Maji yanuka kuoza. Shida ya maji huko ambako nilikuwa tutachota ilikuwa hakuna. Tuko na mtara karibu lakini ni kama huu, lakini ulianza kukauka huo kwanza. Sasa ndo tumeanza hapa kuchota. Nao ni hivyo tayari yanakauka. Mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuleta athari kubwa kwa jamii nyingi vijijini, hasa kwa wanawake. Katika kijiji cha Mtandikeni Rabai, kaunti ya Kilifi, ukame umefanya visima na mabwawa ya maji kukauka. Maji ambayo wamekuwa wakitegemea kwa muda mrefu. Wanawake na watoto sasa wanalazimika kutembea umbali mrefu kila siku kutafuta maji. Maji yanayopatikana mara nyingi hutumiwa pia na mifugo. Machapo ndio kutoka hii. Mtungi moja 25, matungi mawili 50. Haya 100 na matungi 4 ndatosha hapa. Haitoshi. Nao washe vyombo wote, matambara haya kushindia hayo. Nanunua dawa naweka alafu ndio natumia. Kama kufua, kuosha vyombo, kuoga, mpaka niweka dawa kidogo yaanguke, shatulia. Charo Hamisi ni msimamizi wa shamba katika bwawa ambalo kina mama hao huchota maji katika kijiji hicho cha Mtandikeni. Wakati huu basi hiyo mvua ni pesa mwezi wa 11. Maana ile afuli kwanza haikunyesha kabisa. Na kushikana na mvua maji mtara ni mvua inyeshe vuli na mwaka ndio ishikana. Lakini kutoka mwaka hapo vile sinyeshe mvua maji hakuna mpaka mwakani tena. Sasa basi utazamia mwezi wa 3 hadi mwezi wa 4 ndio tupate maji. Mvua imenyesha vizuri. Lakini bila hivyo tutatembea sana. Wataalamu wa afya hata hivyo wanasema jamii nyingi ziko kwenye hatari ya kupata magonjwa kutokana na utumizi wa maji yasiyo safi. Madhara ya kwanza ni kwamba kama maji hayako salama yanaweza kosa usalama kupitia kwamba yamekuwa contaminated. Hasa maji ya mtarani, mara nyingi utakuta kwamba katika sehemu za watu ambazo hawatengenezi vyoo, basi kama watu watajisaidia huko juu ya milima, kile kinyesi ama chochote kitabebwa kipelekwe pale kwenye na collection point ya maji. Kwa hivyo uchafu wote ambao umepatikana katika kinyesi utakuwa uko pale kwenye maji, na hii inaweza kuleta hatari ya magonjwa kama vile typhoid ambao ni homa ya matumbo, yanaweza kuleta magonjwa kama cholera, na pia yanaweza kuleta magonjwa ya ngozi kama minyoo ya ngozi. Zaidi wanaishauri jamii kutumia njia rahisi za kusafisha maji. Na ili kufanya haya maji yawe salama, kuna mbinu mbalimbali. Ile mbinu ambayo tunaikuza zaidi ni kwamba kwa wale watu ambao kwa mashinani kabisa na pengine hawana uwezo, wanaweza wakachukua ndoo moja ya maji wakaiweka mahali ambapo itaweza kuwa direct kupigwa na miale ya jua moja kwa moja. Ikipigwa na miale ya jua moja kwa moja kwa masaa 6 na zaidi, basi ile huwa ni njia nzuri ya kupurify haya maji. Na kama hawawezi kufanya hivyo, wanaweza kuchemsha haya maji, wakatumia maji ambayo yamechemshwa, yameua vile vini, ama pia kama wana uwezo wanaweza kwenda kwa maduka wakanunua dawa za kupurify maji. Hata hivyo, suluhu la kudumu linahitajika la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa jamii zote, kwa sababu upatikanaji wa maji safi ni haki ya kila mwananchi kikatiba. Nikiripotia Media for Nature, mimi ni Ruth Kea.